Habari wadau wa Kutawala vifaa vya muziki, naitwa Benson Elbariki Msechu. Mimi ni mwandishi wa sauti. Namshukuru Mungu nimefanikiwa kuandika kitabu cha kwanza cha Kutawala vifaa vya muziki, kanuni za msingi, na sasa nimefanikiwa pia kuandika kitabu cha pili ambacho kipo kwenye hatua kabisa za mwisho, ambacho kitabu hiki kinahusiana na kutawala vichujio na usawazishaji, mwongozo wa kivitendo wa kurekebisha sauti, au kwa Kiingereza tunasema hivi kwamba mastering audio filters and equalization, a practical guide to shaping sound. Kwa hiyo ni kitabu ambacho kipo zaidi kwenye vitendo. Na ni kwa nini nimeandika kitabu hiki? Nimegundua kwamba nimekuwa nikipokea simu nyingi sana, na nimeona changamoto kubwa maeneo mbalimbali kwenye nyumba za ibada, lakini pia hata wanarudi kwenye matamasha tofauti tofauti na wasanii mbalimbali. Pale ambapo unapokuwa na mfumo wa sauti wenye vyombo vichache na unapokuwa na vyombo vingi, hasa ikiwa na vyombo vingi, wamekuwa wakipata shida namna gani ya kuweza kuhakikisha kwamba wanavitawala vile vifaa, kila chombo kimoja kiweze kusikika. Kwa wengi unapokuta vifaa vikiongezeka, inafika mahali na kuwa ni makelele na visikiki, huwezi kusikia gitaa vizuri au gitaa linafunika maneno. Na kutokana na changamoto hizo, basi nikaona ni muhimu niweze kuaddress hayo matatizo. Kwenye kitabu hiki tutazungumza kuhusu habari za equalizer, crossover. Kuna watu wanatamani kujua namna ya kutumia DBX, wengine wanatamani kujua namna kutumia digital mixer. Of course inatoa msingi mkubwa sana kwa wale ambao wangependa kutumia vifaa kama hivyo. Sasa twende moja kwa moja kwenye sura ya 3 ya kitabu hiki. Nimeandika chapter hii ambayo ni ya msingi sana, tunasema psychoacoustic ya usikivu wa binadamu. Psychoacoustic ya usikivu wa binadamu, nimetoa hilo neno kutoka kwenye psychoacoustic of human hearing. Sasa tunapozungumzia kuhusu psychoacoustic, tafsiri yake neno psychoacoustics maana yake imetokana na maneno mawili ambayo ni hai na Kigreek, right? Neno hili linaitwa psyche, maana yake ni nafsi, akili, wengine tafsiri kama uhai. Kwa psyche maana yake ni nafsi, ni akili. And neno la Kigreek acoustikos ni kusikia. Kwa hiyo wale ambao wanasoma Biblia kwenye Agano Jipya, Kigreek ina maana ya kusikia. Kusikia nasema sikia, maana yake ni akou, maana yake ni kusikia. Sasa neno hili ambalo limekopeshwa kwa Kiingereza wakalita acoustics. Sasa tunapozungumzia acoustic, tutazungumzia sayansi inayohusiana na sauti, ambayo tunazungumzia hapa maana yake namna sauti inavyoweza kuzalishwa, namna sauti inavyosafiri pamoja na athari zake. Sasa sauti inazalishwa kupitia mitikisiko, lakini inasafiri vipi kwenye eneo? Kwa sababu sauti inavyosafiri kwenye chumba kidogo na vyumba vikubwa ina tofauti yake. Sauti inaposafiri sehemu ambapo kuna kuta ambazo ni ngumu, na eneo ambalo kuna sehemu ambazo kuna vitu vya kunyonya sauti, matokeo yake ni tofauti. Kwa hiyo tunaita nini? Acoustics. Okay, kwa hiyo tunapozungumza psychoacoustic tunazungumzia psychology and physiologies. Sasa tunapozungumza psychoacoustics ya namna ambavyo binadamu anasikia, maana yake hapo tunazungumzia the physical part, ile eneo ambalo sauti inapopokelewa na sikio lako hadi kufika kwenye upande wa ubongo. Kwa maana yake kuna sehemu ya brain. Kwa hiyo sasa kusema kwamba ni muunganiko wa physiology ya sikio lilivyoundwa pamoja na namna ambavyo ubongo wako unavyoweza kutafsiri sauti. Kwa hiyo ile pati ya ubongo unavyoweza kutafsiri ile sauti ambayo umeihisi kupitia mtetemo, ndio tunaita the psychology part. Lakini ule muundo wa sikio lako ambao unaonyesha njia za kupokea sauti na kusafirisha ndani ya sikio lako hadi kufika kwenye sikio lile la ndani, hizi tunaziita ni sehemu ambapo ni acoustics, maana the science, namna ambavyo sauti inavyopita. Sasa kama tuendelea mbali zaidi, hebu tuangalie kwanza muundo wa mfumo wa kusikia. Ni muhimu sana hii topic kuweza kuielewa. Sasa tunapozungumzia kuhusu muundo wa mfumo wa kusikia, tunaona kwamba mfumo wa kusikia umegawanyika maeneo makubwa matatu. Maeneo makubwa matatu tunaweza tukaita. Eneo la kwanza tunasema kwamba kuna sikio la nje, ambayo kwenye sikio la nje kuna pina na mfereji wa kusikia. Pina ni hiki ambapo watu wakina dada wanavaga hereni
Kwa hiyo tunasema ili sikio ile la nje tunaliita pina, na mfereji ni hiki sehemu ambacho kina kama kitundu kibomba kimepita huku ndani, tunasema hilo ni sehemu la nini? Ni sehemu ya nje. Lakini tukizungumza habari sikio la kati, hapa tunazungumza sehemu ambapo inaunganisha sikio la nje pamoja na sikio la ndani. Hii ni sehemu ambapo sasa tunasema ina balance hewa. Kwa mfano inapopokea mtetemo kupitia ili sikio la nje, ikifika hapa, ina maana ili kuweza kufanya usawazishaji mzuri, kuna kibomba fulani ambacho tunakiita bomba la eustachian au tunasema eustachian pipe. Mfereji huo eustachian ndio unaleta sauti kwa kupitia either ni pua yako au mdomo, kwa kuna muunganiko wa moja kwa moja kutoka kwenye pua au kwenye mdomo ambapo imeenda kwenye sikio. Kwa hiyo ina balance atmospheric pressure, hii hewa iliyopo, kwa shinikizo leo iliyopo, kwa baadhi ya kubalance ili kwamba kuweza kupata ile signal halisi au ile vibration halisi. Kwa hiyo kama huku kuna mtikisiko fulani na balance kwa kupitia either pua yako au kupitia mdomo wako. Then hii inatumika kuunganisha sikio la ndani ambao huko ndani tunaita cochlea. Cochlea hiki tunakiita ni sikio ambalo linahusika sana na muhimu, na tutakaa hapa zaidi kwenye mambo ya kuchambua sauti, kwamba unapopokea sauti unapokea sauti imeunganika frequency zote kuanzia 20 Hz mpaka 1020, kwa sababu binadamu anaweza kusikia kuanzia 20 hadi 1020. Basi ikifika hapa kwenye cochlea inachambua ya kwamba kuanzia inachambua kila moja frequency moja moja na inaiweka kwenye eneo lake. Tutakuja kuona huko baadaye, ndio ujue hapo hiyo ni miujiza ya kimungu. Kwa hiyo tumeweza kuona hapa, Kwa kitu kingine cha msingi ambacho nakuonyesha ni kwamba kwenye kiwambo cha sikio la eardrum, kwenye ile sikio la nje inakutana na ile ngoma sikio ambayo tunaita eardrum. Hapa ni kubwa kidogo, ambayo ina eneo lake ni kama 8 mm square, lakini ukija kwenye upande wa pili, ili mtikisiko ili uweze kuingia kwenye sikio la ndani, utaona hiki kidirisha cha mviringo ni around 3 mm square. Sasa unaweza kaniambia kwa nini hapa ni pakubwa na hapa ni padogo? Kwa sababu hapa inapo vibrate ndani ya sikio kuna kimiminika, na hiki kimiminika tunasema ni uncompressible, yani hiki kimiminika huwezi kukikandamiza. Kwa hiyo kwa sababu hata uncompressible, maana yake ukitikisa hiki kimiminika kinatikisika. Sasa hiki area yake ni ndogo na hii ni kubwa kwa sababu ya ile formula ambayo tunasema vya kwamba pressure ni sawa na force over area. Tukisema pressure ni shinikizo, force ni kani, na hili ni eneo. Kwa hiyo maana kwamba hii area ikiwa ndogo, ina maana kwamba pressure inakuwa ni kubwa. Kwa hiyo ndio maana yake hapa kwamba inajaribu kumatch kwamba inapopokelewa hapa, hii inakuwa ni kubwa kwa sababu sasa yake ni kubwa, kwa ina convert kwenda kwenye area ndogo, ili iweze kuwa na pressure kutosha ya kuweza kusukuma hiki kimiminika kiweze kucheza huku ndani, ambako iko kimiminika ndicho kitaenda kusukuma vile vinyweleo vya seli ambavyo vinatumika kwa ajili ya kupeleka signal kwenye ubongo kuweza kutambua kwamba ni sauti gani ambayo huyo mtu amesikia. Kwa hiyo that is a logic behind. Sasa ninataka turudi kwenye eneo hili ambalo ni la msingi sana, na kipengele hiki cha kwanza tukiangalia kwa undani, ambapo masikio la nje, ambapo sikio la nje hapa tumeona kwamba kuna pina, lakini pia kuna mfereji wa kusikia. Sasa pina ambayo ni hili sikio ambalo kama ulifahamu lilolishika hapa, au akina mama anapenda kuweka hereni hapa kwenye sikio hili, kazi yake inakusanya mawimbi ya sauti. Kwa hiyo sauti inapotoka inakusanya kupitia sikio hili na kuelekeza ndani hiki kimfereji kilichopo huku ndani. Kwa hiyo sikio hili lina kazi kubwa sana maalum, na linakusanya sauti, na sauti ambazo hasa zinazipa nguvu kubwa ni sauti ambazo kwenye around 2 kHz mpaka 3 kHz. Kwa hiyo unakuta pale panakuwa pana volume kubwa au pana gain kubwa kupitia hili sikio la pina linapoelekeza kwenye sikio la ndani. Lakini hii pina kazi yake pia inakusaidia pia kujua kwamba sauti hii imetokea wapi. Kwa mfano speaker ikiwa mbele kwenye pina utasikia zaidi ile 2K na 3K na kuendelea, hizo 2K 3K, ambapo ni eneo ambalo ni rahisi kubwa sikio, lakini eneo hilo ndilo ambalo linatumika kwa ajili ya utambuzi wa zile consonant. Na consonant, kumbuka, ni eneo ambalo la msingi sana linaweza kuleta maana kwenye usemi wa mtu yote.
kwamba herufi za consonant zisiposikika vizuri, maana yake ni ngumu mtu kutambua hiko ambacho chozungumza. Kwa hiyo Mungu ni wa ajabu sana. Kwa hiyo sauti itatokea nyuma ya hii pina, ina maana kwamba kutakuwa kama kuna kivuli, ile 2K 3K itakuwa kidogo ujazo wake uko chini. Kwa mantikio sasa, ubongo unaweza kutafsiri kwamba hii sauti inatokea mbele au inatokea nyuma. Kwa hiyo pina ina kazi kubwa sana, na kama mtu hana usikivu mzuri, mara nyingi huwa anapenda kugeuza sikio, na mwingine akiona vipi anaongeza pia mkono wake namna hii ili kuweza kukusanya ile mawimbi yawe mengi ili aweze kukusikia vizuri. Lakini kuna baadhi pia wanasema kuna baadhi ya wanyama ambao wanyama pia nao wana uwezo pia kuchezesha sikio lao. Kitaka kusikia kitu fulani wanalichezesha namna hii, wanakusanya ile mawimbi, wanasikia vizuri zaidi kwa usahihi zaidi. Kwa hiyo ndio kazi kubwa ambayo ni ya pina. Lakini nataka nikuonyeshe pia eneo la pili ambalo kwenye sikio la nje ambalo ni mfereji wa kusikia, tunaita kwa kitaalam ear canal. Ear canal kwa Kiswahili tunasema ni mfereji wa kusikia. Sasa hii ear canal, wakati sauti imekusanywa kutoka kwenye pina na kuelekeza kwenye ear canal, hiki kimfereji, of course hiki ni kama kibomba. Sasa ndio tutajua kwamba Mungu ni Mungu wa fizikia na amefanya vitu ambavyo ni vikubwa, ni kama bomba kama namna hii. Sasa hiki ear canal kitaalamu anasema hivi kwamba urefu wa kutoka hapa mpaka hapa kwenye ear canal kufika kwenye ear drum iliyopo ni 2.5 cm, lakini diameter yake hapa au kutoka hapa mpaka hapa maana yake ni around 0.7 cm. Sasa sauti inapoingia hapa maana yake inatengeneza mvumo fulani, kama unavyojua kabisa kwamba kwenye fizikia kwamba bomba lolote ukiliziba upande mmoja ukapuliza, kuna mvumo fulani utausikia, kuna toni fulani. Kwa Kiingereza mvumo huo tunauita resonance. Au zile filimbi, unajua filimbi, unapopiga filimbi ni concept hiyo ya kwamba ya pipe ambayo imezibwa upande mmoja, kwa unapopuliza utasikia kuna aina fulani ya mvumo. Sasa wakati hii inapopokea sauti, kuna mvumo ambao unatokea kwenye frequency ambayo ni around frequency ni around, inakuwa kwenye around 3.4 kHz. Kwa hii inasababisha kuwe kuna sauti kubwa kati ya 2 kHz mpaka around 5 kHz. 5 kHz au 3 kHz hapa. Utakuta around hapa panakuwa pana volume kubwa, lakini specifically kwenye 3.4 kHz. Sasa 3.4 kHz kitaalamu tunasema hivi kwamba hili ni robo ya urefu wa wimbi la sauti. Tunasema half wavelength kitaalamu, ambayo sema half wavelength kitaalamu. Sasa unawezaje kuona hili jambo ikiwa half wavelength kitaalamu, kujua kwamba kama hapa mpaka hapa ni 2.5 ambayo ni half wavelength kitaalamu, ina maana kwamba sasa kusema hivi kwamba tukisema length ni sawa sawa na a half over lambda, it means kwamba 1/4 over lambda, maana yake ukizidisha hivi inakuwa ni 4L ambayo ziko sawa na lambda. Sasa L tayari unajua maana yake ni 4 times kwenye mita ni 0.025 right mita. Kwa tayari umeshapata hapa tayari utakuwa umeshapata hapa lambda. Ukizidisha 4 times hii hapa utakuwa mpata lambda tayari. Kwa hiyo tunapokuja kwenye fizikia ya sauti tunagundua kabisa kwamba ipo formula hapa. Sasa ukipata muda unaweza kaenda kukokotoa, lakini nataka nikupe tu kama mtaji. Wale wanaofahamu kwamba kasi ya sauti au speed ya sauti, velocity, inakuwa sawa na distance. Yes, umbali, distance, au tunasema umbali juu ya nini? Juu ya muda. Sawa? Juu ya muda, maana tunapata hapa mita hapa nini? Mita per second. Lakini kitaalamu tunafahamu kabisa kwenye fizikia sema kwamba frequency sawa na 1 over time. Kwa hiyo maana yake hapa tunaona kabisa kwamba V is equal to this one ambaye ni equal to lambda over frequency. Kwa hiyo ukitaka kupata frequency hapo unaweza kujua kwamba unafanyaje. Sasa hapa frequency maana yake sasa na lambda over ngapi? Over V. Kwa kutumia formula hii unaweza kujua hapo, unaingiza hapo lambda yako, unaingiza hapo na velocity of sound ambayo ni 340. Kama joto lako ni around 20 nyuzi joto hiyo unaweza kusema 343, kwa sababu kasi ya sauti inakuwa inaathiriwa pia na joto. Joto ni moja hapo pia kichocheo. Okay, anyway,
Sasa nafikiri tumeshaanza kuona hapa. Sasa nataka uone sasa nini kinachotokea, kwamba kwa nini nimesema hivi kwamba umbali huu unasababisha toni hii kuweza kutokea. Sasa ni kimahesabu ambayo kikokotoa vizuri utaje kugundua hapo ni around 3.4 kHz. Nipo mahali ambapo atakuwa pana ule mvumo, maana yake sauti itakuwa na gain zaidi. Na hapo Mungu ameongeza kwa sababu ni eneo ambalo lenye matamshi ya msingi yanayotokea kwenye ile eneo hapo. Sasa hii ni pipe. Nataka nikuonyeshe kitu kimoja kwa maelezo sahihi. Unapokuwa labda na filimbi yako na volume yako ni tofauti, ina maana kwamba unapoweka ile mikono yako, maana yake tayari unaweka umbali tofauti. Sasa kila umbali unakuwa na toni yake ya sauti, na hapa nitakupa maelezo. Of course wale ambao wamesoma fizikia, kuna kanuni moja Hesmond resonator, ambapo huyu bwana Hesmond ndo aligundua hili jambo kwamba kuna mlio tofauti tofauti. Hii ni chupa yangu, na kwenye hii chupa hapa nimeweka maji, nimeijaza maji. Lengo kubwa nataka niweze kucontrol umbali kutoka hapa mpaka hapa. Sasa tuashumu kwamba sauti ndio inaingia kwenye hii chupa. Na sauti inapoingia kwenye hii chupa, kwa mfano nikifanya hivi, nikaweka hapa, labda nisogeza mic yangu hizo karibu kidogo, nikifanya hivi namna hii, unaweza kaona mlio unaotokana na hapa maji yalipo. Sasa kwa mfano nikipunguza haya maji sasa, utaona toni ya sauti nayo itabadilika, ambayo tunaita frequency itakuwa ni tofauti. Ninapopunguza haya maji namna hii, nikaweka labda hapa, nikatoa pale ipokuwepo, alafu then nikaanza kupuliza, sikia frequency gani itatokea hapo, ambayo haitafanana na ile ya kwanza. Kwa utagundua kadiri volume inavyozidi kuwa kubwa, ina maana ziko kwenda kwenye bezi zaidi. Ile toni ya mwanzo ilikuwa kama ni sauti ya juu, na sasa ziko kwenda kwenye bezi zaidi. Sasa tuangalie, nikipunguza zaidi utasikia mlio wa namna gani. Okay, nimepunguza zaidi. Kwa ukiwa na simu yako hii sauti ukaweka kwenye analyzer, utagundua kwamba hii sauti itatokea kwenye frequency tofauti, na itakuwa na volume yake itapanda zaidi, kuonyesha kwamba mvumo huu au resonance hii ni tofauti kulingana na distance ambayo ilikuwepo hapa mpaka hapa. Kadiri unavyozidi kuvari hii distance na kwenda hadi chini, na ndivyo milio tofauti itakokuwepo. Wala jua mambo ya piano yale kanisani yale makubwa, kutana na mapipe yale, ndio technique waliotumia. Ukiwa na pipe yako mfano ambayo imezibwa upande mmoja, tuna kitu kimoja tunakiita standing wave. Ikiwa na pipe namna hii, tunasema hivyo kwamba kwenye pipe iliyofungwa upande mmoja, ambaye hii tunasema sasa ndio, kumbuka tutatoka kwenye somo letu, huu ni mfereji wa kusikia. Sasa tufananishe mfano wa pipe, yote tunataka kufanya mazoezi. Ukiwa na pipe, sauti inapoingia hapa, maana yake tunasema hivyo kwamba patakuwa pana wavelength ya kwanza itakuwa namna hii. Hii maana yake ni kwamba patakuwa pana high pressure hapa. Huku pande kwenye ukingo hapa patakuwa pana shinikizo kubwa la sauti, lakini hapa patakuwa pana shinikizo dogo la sauti. Sababu ni nini? Sababu ni kwa sababu ya kwamba chembe za hewa unakuta ziko mbali. Zikiwa mbali, manake unapo mtetemo wa sauti ili uweze kusukuma chembe hizi fika hapa, panakuwa pako mbali. Kwa hapa sipo karibu, na kwa sababu hizi chembe ziko karibu, panakuwa pana mkandamizo mkubwa sana wa sauti. Kwa hiyo popote, kwa tunasema kitaalam, hapa panakuwa pana kasi kubwa, hapa panakuwa pana kasi ndogo kabisa, wanasema zero velocity, wakati hapa panakuwa pana high velocity kwa sababu ya chembe ziko mbali. Kwa logic kubwa ni kwamba hapa patakuwa pana pressure kubwa huku mwishoni. Na hii ndio sababu hata ukiwa ukutani, kwa mfano kama na muziki unasikia bass, ukienda upande wa ukutani, utaona kwenye upande wa ukutani panakuwa pana bass kubwa. Kwa mantiki hiyo sasa, na sikio hili namna ambavyo Mwenyezi Mungu alivyoliumba ni kwamba ameliumba kwa style hiyo, ili kwamba pao pana pressure kubwa sana kwenye ile eneo ambalo la eardrum, ili kusababisha mtikisiko hapa uweze kuwa mkubwa. Na mtikisiko ambao kwenye ear canal ukirudi hapa, ndio mtikisiko muhimu sana ambao unaunganishwa na vimfupa vitatu ambao ni malleus, incus and steps. Hivi vimfupa vimekaa kama gear. Unajua gear za gari ziko tofauti, kutoka gurudumu dogo ili kuhamisha ile force kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kirahisi. Basi hapa pana vimfupa mitatu hivyo ambavyo kama nimekuambia, hapa pana area kubwa, area ndogo, ili kuweza kuhakikisha kwamba mtetemo huu unaweza kusafiri. Kwa hiyo
logically, baada ya kuona hivyo, hiki ndicho kinachotokea sasa kwenye mwitikio wa sikio, kwenye mwitikio unaotokana na mfereji huu wa kusikia. Kwenye mwitikio tunasema hivi kwamba kuanzia 2K mpaka around 10K, hili ni eneo ambalo sikio lako litakuwa na usikivu mkubwa sana wa sauti ukilinganisha na maeneo mengine, kwa sababu ya hiki ambacho kimetokea kupitia kwenye pina, kwenye ili nasema pina ya nje inapokusanya zile sauti, pamoja na hii inaitwa nini, ear canal au kifereji, mfereji wa kusikia. Sasa maarifa haya yanatusaidia nini? Unajua, nimekuwa nikikutana changamoto kubwa sana. Hata naambia bwana Msechu, bwana hebu nifundishe namna kutumia equalizer. Unajua mimi zile namba naziona pale za equalizer pale viko volume vingi, vimeanzia 20, mara nyingine 40, 63, 125, 250, 500, 1K, 2K, 4K. Hivi maana yake ni nini? Na nawezaje kuhakikisha kwamba ninapata mziki mzuri? Maana mimi napata changamoto kwenye nyumba za ibada. Nikiwa kama fundi mitambo kanisani, watu hawapati usikivu mzuri. Au wengine nasema bwana sikio linauma sana, sikio linauma, mbona sauti yako unapunguza sauti? Sasa hii inatokana na kwamba na maarifa haya unapoyajua kwamba okay, kumbe kutokana na fizikia ya sikio la binadamu, kumbe kwenye around 2 kHz mpaka around 5-6 kHz ndipo mahali ambapo sikio liko very sensitive, au sikio linahisi kubwa sana ya hizo frequency. Kwa hiyo mwenyewe ukishasikia kwamba bwana sikio la mtu linamuuma, unajua kabisa kwamba lazima niende at least kupunguza kwenye around 3.3 kHz au 2 kHz, 4 kHz, hapo napunguza kidogo volume zake ili watu wasiweze kuumia masikio. Kwa kufahamu hii sasa, unatengeneza msingi mkubwa zaidi wa namna ya kutumia vichujio pamoja na kusawazisha sauti. Tunasema namna ya kutumia audio filters pamoja na equalization ili uweze kupata sauti ambazo zimetenganishwa, vyombo ambavyo vinasikika kila chombo kimoja na kingine. Nikushauri kwamba somo hili la msingi na limetumia sura 2 kueleza somo hili, kwa usiache kuendelea na sura hii ya msingi sana ambayo ni sura ambayo tunaita Psychoacoustics of the Human Hearing. Huu ni msingi mkubwa sana kwa watu ambao wapo studio, watu ambao wanafanya kazi za studio, mafundi mitambo na maeneo mbalimbali. Ni muhimu sana kujua dhana gani ambavyo sikio la binadamu linalofanya kazi. Asante na Mungu akubariki. Usiache kusubscribe kwenye YouTube channel ya Beam Media Limited ili uweze kujifunza zaidi kwa masomo adimu kama haya. Thanks na Mungu akubariki.